Ya kwamba ushuhuda ni ule unaenda kutolea mtu ya kwamba mimi ni fulani, niliokoka tarehe 5 mwezi wa 7 mwaka wa 1974, nilikuwa mwizi, nilikakutana na neno na nikaamini. Ni sawa, huo ni ushuhuda, ni sawa. Lakini hata Yesu anasema nikitoa ushuhuda wangu mimi sio kweli, ningependa neno linitolee ushuhuda. Alafu pale malaika katika hiyo fungu la 10 tulisoma, anasema mimi ni mjoli wa ndugu zake ambao wanashika ushuhuda wa Yesu. Na ushuhuda wa Yesu ni roho ya nini? Ya unabii. Kwa hivyo wakati tunapoangalia mambo yajayo, hiyo ndiyo roho ya unabii. Tuna the spirit of prophecy, sawa, lakini ni pamoja na unabii ambao tunaendelea kusoma. Lakini hapa amesema ya kwamba hawa ambao shetani anaowakasirikia ni wale ambao wanazishika amri za Mungu. Kitabu hiki cha Ufunuo 12 kimeanza na mwanamke ambaye tumepewa description zake. Tumeambiwa amekanyanga mwezi, amejivika jua, ana taji na nyota 12. Huyo ndiyo yule mwanamke tunaelezewa habari zake. Na tukatafsiri tukaona ya kwamba mwezi aliyoukanyanga ni Agano la Kale na mwezi ambao unang'aa ni Agano Jipya, vitabu viwili. Soma kitabu cha Ufunuo 14 fungu la 12. Ufunuo ni 14 fungu la 12. Anasema namna gani? Hapo ndipo penye nini baba? Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Hapo ndipo penye subira ya watakatifu. Wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Hao wazishikao amri za Mungu na imani ya Yesu. Kanisa la Mungu lina milima miwili ambayo ni ya maana sana. There are two hills or there are two mountains which are very important to the church of God. Kuna kanisa la kuna milima miwili ambayo ni ya maana sana katika kanisa la Mungu. Mlima wa kwanza uko katika Agano la Kale na mlima wa pili uko katika Agano Jipya. Mlima wa kwanza ambao uko katika Agano la Kale ni mlima wa Sinai. Mlima wa Sinai ni mahali Mungu aliongea na Musa kwa siku 40 na akampatia amri zake. Mungu akaandika amri zake akampatia Musa katika zile mbao mbili, na Musa akateremka kwenda kupelekea wana wa Israeli pale mlimani wa Sinai. Na pale Kalvari Yesu mwenyewe akafa. Ni kwa nini Yesu alikufa? Soma kitabu cha Warumi 8. Soma Warumi 8 fungu la kwanza na la pili, anasema namna gani? Warumi ni 8 fungu la kwanza na la pili, anasema hivi: Sasa basi hakuna hukumu ya adhabu juu yao walio katika Kristo Yesu. Kwa sababu sheria ya roho wa uzima ule ulio katika Kristo Yesu imeniacha huru, mbali na sheria ya dhambi na mauti. Aya, fungu la pili, la tatu. Maana yale yasiyowezekana kwa sheria. Sikia, maana yale yasiyowezekana kwa sheria, kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili. Kwa vile ilivyokuwa dhaifu kwa sababu ya mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe katika mfano wa mwili ulio wa dhambi. Mungu kwa kumtuma mwanawe akiwa na mwili ambao ni mfano wa dhambi. Na kwa sababu ya dhambi akafanya nini? Alihukumu dhambi katika mwili. Alihukumu dhambi katika mwili. Neno linasema ya kwamba kuna jambo ambalo sheria ilikuwa inatafuta ndani yetu, lakini ikawa dhaifu. The law was weak. The law could not find what it was expecting in us. Sheria haikupata kile ilikuwa inatafuta ndani yetu. Kwa nini? Kwa sababu sheria ni takatifu. Sheria ni kamilifu. Inapokuangalia haioni utakatifu ndani yako, haioni ukamilifu ndani yako. Sheria ikikuangalia inasema unafaa kufa, unafaa kuuawa, kwa sababu wewe ni muasi wa sheria. You are supposed to die because you are a sinner. Na anayevunja sheria anafaa kufa. Sheria inapokuangalia inatafuta utakatifu ndani yako, lakini haiwezi, ikawa dhaifu, haiwezi ikapata kile inatafuta. Lakini sheria ikakushika mkono, ikakupeleka kwa Yesu, ikakwambia listen,
before I kill you, there is somebody who can help you. Me, I cannot help you. Sheria haisaidi. Sheria ni kioo. Kioo haikusaidi. Kioo kinakuonyesha ya kwamba una kitu hapa. Hapa. Kioo inakuonyesha hapa. Lakini haitakusaidia. Ati kupanguse. Ati uambie sheria, sikia sheria. Vile umeona niko na makosa, tengeneza, utashangaa, haitatengeneza. Lakini kioo kinakutuma mahali, aidha mkono utengeneze au kwa maji uende uoshe. That is what the mirror does. Sheria anaitwa school master na Yakobo. Anasema the law is a school master. Sheria inakushika, inakupeleka kwa Yesu. Nakwambia Yesu, angalia mtu huyu amevunja sheria. Mungu katika mlima wa Sinai alipeana sheria zake. Alipeana kwa wana wa Israeli zile hangewapatia kule Misri, akawapatia mlimani wa Sinai. Na akawaambia, sikieni, mimi ndiye Mungu Bwana wenu, niliyewatoa Misri na mkono wangu nikawatoa Misri. Kwa nini Mungu hapatia wana wa Israeli sheria wakiwa Misri? Because you don't do that. You don't do that. Kama una msichana umepata unataka kuoa, hauanzi kumwambia sikia, nitakapo kuoa kwangu utakuwa unaingia saa 12. Kwangu sitakangi mtu anaweka viatu ovyo ovyo. Kwangu sufuria lazima unaizugua kila asubuhi na ni saa 2:30. Kwangu unatoa sheria. Wacha nikwambie, huyo msichana hutaoa. Atajiuliza, kama ninapewa sheria saa hii, je, nikiingia hiyo nyumba yake itakuwaje? Hata Mungu hawezi akakupatia sheria ukiwa kwa shetani. Hawezi. Yes. Atangoja utoke Misri, uje uvuke bahari ya Shamu, na wale wa Misri wakikufuata awaue, ajue hakuna turning back, akwambie sikia sasa. Sasa wewe ni wangu. Na sasa hizi ndizo sheria zangu. Ningependa tuendeshane hivi. Mimi ndiyo Mungu wako niliyekutoa Misri, na kwa hivyo usiwe na Mungu mwingine ila mimi. Usijifanyie sanamu ya kuchonga. Usilitaje jina la Mungu wako bure. Ikumbuke siku ya Sabato uitakase. Heshimu baba na mama. Usiue, usizini, usiibe. Usishuhudie jirani yako uongo. Na usifanye nini? Hiyo ndio tutakaa hivyo. Hiyo ndio sheria. Wanakubaliana. Msichana ameingia kwa boma. Ukiolewa, wakati umemaliza kuoa ujue yako kwa nyumba, sasa toa sheria yako. Sema sasa sikia, unajua ni vizuri sasa tuelewane hapa. Toa sheria zako baba. Na wewe ukipewa sheria si lazima useme zote utatii. Zingine sema hii sioni kama itafanya. Kwa sababu kuna watu walilelewa na sheria, wengine hawakulelewa na sheria. Kuolewa si kumaanisha wewe ni mtumwa. Na kuna hati lazima uombe ruhusa ukienda bathroom, unaenda kujisaidia. Niende nikajisaidie. Ai. Kwani lazima niseme? Kuna sheria zingine utaona hata ukiambiwa uingie kwa nyumba saa 12, uliza ni kwa nini? Why saa 12? Mimi nataka niwe naingia saa 2. Saa 2 sasa hii saa yote ile. Tukubaliane. Mnanielewa? Tukubaliane. Mzee akisema kila siku ya Ijumaa tutakula chapati, uliza why? Kwa sababu ni Sabato. Hapana, mimi ninapendanga hii. Hata wewe umeolewa, nyinyi wote ni watu wamekomaa. Unajua kuna watu wanaoa alafu unatirite mke wake kana kwamba ni katoto. Huyu msichana umeoa ako na meno 32 na ndio ungeanza kuhesabu kwanza. Mwambie fungua mdomo 1 2 3 10. 32 inamaanisha amekomaa. Umeoa msichana ambaye alienda shule, ameenda college, ni nurse, ni daktari, anaonekana ako na akili. Kuna fungu katika Biblia tunaipenda sana sisi wanaume, inasema ya kwamba ati enyi waume mfanye nini? Treat your wives kama weak what? Vessels, kama viumbe vyombo dhaifu. Hapo kuna watu sikia, kusema mke wako ni chombo kidhaifu haimaanishi ati hana nguvu, ati hana akili. Haisemi mambo ya akili. Ana akili timamu. Mtu amekoma. Kidhaifu ni misuli, hana muscles. Tukilimana utanilima, uko na nguvu. Lakini unaweza nilima na mkono, lakini nimekulima na akili.
Si lazima hati umeoa mke awe ni mjinga kuliko wewe, hati haelewi kuliko wewe. Hata kuna wanawake wengine ni werevu kuliko mabwana zao, ni vile hawasemi, lakini anaangalia anajiwanga, mimi ni mwerevu. Hata si ni mimi nisaidie bwana yangu kufanya mtihani. Hii alipita. Si ni mke wako alikusaidia? Huyo hana akili. Mke wako hana akili na anajua kukutayarishia chakula kutoka asubuhi mpaka jioni, mpaka saa hii miaka 18. Chombo kidhaifu ni nguvu ya mwili, the physical strength, but not the mental strength. She is okay. Kwani Tanzania mnatawaliwa na nani? Wakati tunaposema chombo kidhaifu, hakimaanishi hawa wanawake ati hawaelewi, wanajua. Your wife is smart. Wacha nikwambie baba, mke wako akiamua unampeleka Mombasa Disemba, utaenda. Akiamua utakataa, aseme it's okay.